Praise God, hallelujah. Ni siku njema ambayo Bwana ameifanya. Kwa upendo wake ametupa kuiona siku hii ya leo. Ni kibali cha kitofauti, tusichukulie kawaida, maana wapo ambao hawajaiona siku hii ya leo. Lakini mimi na wewe tumeiona, basi tutaenda tena kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu wetu aliyetupa kibali. Maana kuishi ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma kitabu cha Zaburi sura ya 1. Tutaisoma kwa pamoja. Kama una uwezo wa kufungua na wewe Biblia yako ili tuende kwa pamoja. Lakini kama hauko sehemu ambayo unaweza kufungua Biblia, basi utasikiliza ili upokee kupitia neno la Mungu. Maana neno la Mungu ni roho na neno la Mungu lina uzima. Na tunaposoma maandiko, neno la Mungu linapatikana humo. Kuna lile neno ambalo Mungu atasema na maisha yako na litakuwa sehemu yako na litakaa kwako, litadumu kwako, litakuwa limeanguka katika udongo mzuri. Amen. Basi tutaenda kusoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, akatufundishe. Tumekwisha kumwalika katika maombi kabla ya kuanza kipindi. Zaburi sura ya 1. Neno la Mungu linasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Taanza mstari wa 1. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Sivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Na hilo ndilo neno la Bwana. Tumesoma Zaburi sura ya 1. Mimi binafsi nimeona kumbe ili kufanikiwa kuna namna ya maisha ambayo Mungu anayataka tuwe nayo. Kwa sababu tumeona katika hii sura ya 1 ya Zaburi, tunaambiwa heri ya mtu wa namna hii. Huyu mtu wa namna hii, unaambiwa akiwa namna hii, basi atafananishwa, atakuwa sawa na mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao unazaa matunda kwa majira yake, na wala jani lake halinyauki. Na maana ni mafanikio hayo, maisha mafanikio. Lakini huyo mtu ambaye atafananishwa na mti, atakuwa sawa na mti wa namna hiyo, ni mtu yule ambaye asiyekwenda kwenye shauri la wasio haki, hakusimama katika njia ya wakosaji, hakuketi barazani pa wenye mizaha. Ina maana kuna namna amejiepusha, kuna vitu amejiepusha navyo. Kuna vitu amejiepusha navyo. Hajasimama njia ya wakosaji, hajakwenda katika shauri la wasio haki, hajakaa barazani kwa wenye mizaha. Kuna namna amejiseparate na vitu ambavyo vitamtenga na hii baraka za Bwana. Tunaambiwa mstari wa 2, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Kwa ni mtu ambaye amejiambatanisha na sheria ya Bwana, amejiambatanisha na mapenzi ya Mungu, amejiambatanisha na neno la Mungu. Anasema mstari wa 2, sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna namna ya maisha, ameamua kukaa karibu na neno la Mungu mchana na usiku. Katika majira yote yeye anatafakari neno la Mungu, linazunguka ndani ya moyo wake. Haimaanishi ufanye shughuli nyingine, lakini ndio unayoitafakari. Kwa mfano, siku ya leo umeanza na neno la Mungu, tumeisoma Zaburi ya 1. Ina maana siku hii ya leo nzima utakuwa katika kuitafakari
unatafakari neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaambiwa ukifanya hivyo, anakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Ina maana fahari ya mti ni maji, ni uwe umepandwa kwenye maji. Kwa sababu chakula cha mti ni udongo. Kwa hiyo mti umepandwa huko kwenye udongo. Alafu kando kando ya vijito vya maji. Katika kando kando ya vijito vya maji, ule udongo wake una rutuba, ni mbichi, haukosi maji, haukosi chakula, haukosi utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unakuwa kama huo mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Inakuwa maisha yako yanakuwa yako katika eneo la ustawi, katika eneo la baraka. Jani lake halinyauki. Mti ambao jani lake halinyauki ni mti ambao umebarikiwa. Ni mti ambao umestawi, uko at its best, uko katika ubora wake. Jani lake halinyauki na kila litendalo litafanikiwa. Amen. Kwa hiyo siri ya kufanikiwa kwetu kumbe ni kukaa katika njia, tusikae katika shauri la wasio haki, tusikae katika njia ya wakosaji, tuketi katika baraza la wasio na mizaa. Ndia iko na sheria ya Bwana ndio impendezayo. Bwana Yesu asifiwe. Unaambiwa matokeo yake ndio ile sura 3. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila litendalo litafanikiwa. Tunaona habari za wale wengine sasa ambao wamekaa katika shauri la wasio haki. Wale ambao ni wasio haki wanasema sivyo walivyo wasio haki. Hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Kwa kuna lifestyle ambayo inasababisha kupeperushwa na upepo. Hiyo ni kuwa mtu asio haki. Anapeperushwa na upepo. Wasio haki hawatasimama hukumuni. Neno la Mungu linatuambia kwamba tulio na Bwana tutakaa na Bwana katika kuhukumu. Lakini wasio haki unaambiwa hawatakaa katika kuhukumu. Hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini ya kwamba wewe mpaka umepata kibali cha kusikia ujumbe huu ni kwa sababu Mungu anatambua ya kwamba wewe ni mwenye haki. Na amekusudia siku ya leo upate kutafakari neno la Mungu. Utafakari ukuu wa Mungu na matendo ya Mungu katika maisha yako. Hata kukuamsha siku hii ya leo ni kwa sababu ya ukuu wake. Amen. Kwa hiyo siku hii ya leo umeianza na Bwana, ikawe ni siku ya kufanikiwa kwako. Utakapoendelea kukaa katika kutafakari yale matendo makuu ambayo Mungu ameyafanya katika maisha yako, ule uaminifu wa Mungu kwako, ule ukuu wa Mungu, uweza wa Mungu ambao ameudhihirisha katika maisha yako. Kwa mfano, kwa upande wangu mimi, naweza nikasema tangia nimekuwa mjana, hata sasa ni mzee, maana ni mzee wa siku nyingi hadi nywele zina mvi. Nimeona uaminifu wa Mungu. Nimeona ukuu wa Mungu, nimeona mkono wa Mungu unaonishindia. Ndio maana hata siku ya leo unaona nina amani ya kusoma hata neno na kukushirikisha wewe mpendwa wa Mungu. Kwa maana Mungu ni mwaminifu, hajawahi kumwacha mtu aliyeliita jina lake. Hajawahi kumwacha aliyeliita jina lake. Ndio tuko katika dunia ambayo ina mambo mengi. Na Mungu hajatuambia kwamba atatutoa hapo, bali amesema, ameahidi kwamba atakuwa pamoja nasi. Kwa hiyo wewe mwenye haki usikatishwe tamaa na yale unayoyapitia, kwa sababu lazima tuyapitie tukiwa pamoja na Bwana. Na tukipita tukiwa pamoja na Bwana, tunajua ushindi ni lazima. Kwa maana yeye aliyeko ndani yetu amekwisha kuushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi utakutana na nini siku hii ya leo, tafakari ukuu wa Mungu, tafakari wema wa Mungu, tafakari upendo wa Mungu, tafakari huruma zake, msamaha wake, ukarimu wake, upole wake, jinsi anavyochukuliana na sisi. Kwa maana ni kwa sababu ya kazi ya msalaba ya Yesu Kristo, ndio maana tuna ujasiri kwenda mbele zake. Sio kwamba tunajihesabia haki, kwamba tunazo haki zetu sisi binafsi. Amen. Zaburi imeandikwa kipindi ambapo Bwana Yesu hajaja. Sisi tulio katika neema tunayo sababu kubwa zaidi sana ya kwenda mbele za Mungu, kwa sababu hatujihesabia haki zetu binafsi zipatikanazo kwa matendo ya sheria, bali tunayo haki tuipatayo kwa kazi ya msalaba Yesu Kristo aliyoifanya. Na sisi tunaamini Yesu Kristo yupo kwa ajili yetu. Pale ambapo tumepungukiwa katika matendo yetu binafsi, neema inatubeba. Neema ya Yesu Kristo inatubeba, inatushikilia, inatusimamisha tena. Simama katika neema iliyoko ndani ya Yesu Kristo. Umemwamini Yesu, basi wewe ni mwenye haki wa Mungu. Kwa sababu tu umemwamini Yesu, wewe ni mwenye haki wa Mungu.
Iko faida ya kutembea na Yesu. Wewe ni mwenye haki wa Mungu. Una ujasiri wa kusimama katika nafasi hiyo ya wenye haki. Ya kwamba unakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya mito ya maji. Na kwamba jani lako halitanyauka wala halitapeperushwa kama makapi. Makapi ni ya wale wasio haki, wasioliamini jina la Yesu. Tumeambiwa usipomwamini Yesu umekwisha kuhukumiwa. Amen. Lakini sisi tumemwamini Yesu. Ndio maana tuna ujasiri wa kwenda mbele za Mungu tukitambua nafasi yetu kama wenye haki wa Mungu. Yale yote ambayo Mungu aliwaandalia watoto wake, basi yale yote ambayo Mungu alimwandalia Yesu mwana wa Mungu, basi ni sehemu yetu. Tunakuwa warithi pamoja na Kristo. Tunakuwa warithi pamoja na Yesu. Sio kwa matendo yetu ya sheria, bali kwa ile imani tulionayo, kwa sababu ni Yesu anayeishi ndani yangu. Ni Yesu anayeishi ndani yangu kwa kuwa nimempokea. Nikitambua kwamba ni Yesu anayeishi ndani yangu niliyempokea, ninaamini ya kwamba maisha ninayoishi si kwa habari yangu, ni kwa habari ya Yesu. Ni kwa habari ya Yesu. Jesus, we love you. We love you, Jesus. We love you. What an amazing grace. What an amazing grace. Unayo nafasi kwa wewe ambaye unanisikiliza lakini ukoja mpokea Yesu. Haikuwa bahati mbaya kujifunza kutoka neno hili. Yesu alitaka umpokee. Basi mpokee Yesu. Sema, Yesu Kristo, mwana wa Daudi, ni rehemu. Nisamehe makosa yangu. Mimi nimetambua. Nimetembea kwa muda mrefu bila kuwa na haki yoyote. Maana haki inapatikana kwa kukuamini wewe, Yesu Kristo, mwana wa Mungu, uliyekuja kuchukua dhambi za ulimwengu. Siku hii ya leo, futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Samehe dhambi zangu zote. Nisamehe dhambi zangu zote kama wingu zito, ukazifute kabisa. Ukaondoe kila hatia ndani ya moyo wangu. Ukaliandike jina langu katika kitabu cha uzima. Kuanzia sasa, ukafanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ukanipe kibali cha kujifunza njia zako. Nipate kuishi maisha yaliyolingana na wokovu huu niliopokea siku ya leo. Yesu Kristo mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu Kristo mwana wa Daudi, ingia ndani mwangu, ukafanye makao yako ndani mwangu. Kuanzia sasa, nikawe na ushirika na wewe. Bwana Yesu, nikawe mwanao, nikakuite Baba. Nipe neema ya kufanyika kuwa mwana wako, mwana wa Mungu. Nikafanyike mwana wa Mungu. Nisaidie, niwezeshe kulijua neno lako, niyafanye mapenzi yako. Katika jina la Yesu, nimeomba nikiamini. Amen. Basi nakuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, namleta mtoto huyu mbele zako. Amekubali neno lako, ameliamini, amefanyika kuwa mwanao. Baba, ninakukabidhi mtoto huyu, ukamtunze, ukamlinde, mkono wako ukawe juu yake, ulinzi wako ukawe juu yake, kibali chako ikawe juu yake, hatua zake zikaongozwe na wewe, wala adui asimnyakue tena. Ninajua ya kwamba kwa kukiri kwake umemhamisha kutoka kwenye ufalme wa giza, umemuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lako, ili Bwana ukapate kumfinyanga na kumfanya upya na kubadilisha fikra zake zikapate kufanana na wewe, akatolewe katika kawaida ya dunia hii, akaingie katika mapenzi yako. Baba, ninakushukuru kwa kuwa kuanzia sasa unaanza kutembea na mtoto huyu na kumuongoza na kumwangazia hatua zake mpaka afikie hatima na kusudi uliomletea hapa duniani. Asante Bwana Yesu, asante kwa uaminifu wako, asante kwa ukuu wako, asante kwa ukombozi wako. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Basi kuanzia sasa umefanyika kuwa mpya ndani ya Yesu. Umekata shauri la kumfuata Yesu, umefanya jambo jema. Ziko hatua za kuendelea kutembea na Yesu, ukajifunze kuhusiana na namna ya kutembea na Yesu. Endelea kusikiliza mafundisho katika kipindi hiki, katika channel hii, subscribe na kulike ili uanze maisha mapya ya kutembea na Yesu. Na I can assure you, naweza nikakuhakikishia kwamba mbele yako, hatima yako ni bora sana kuliko yote ambayo ulikuwa unayatarajia. Lipo kusudi jema sana mbele ya maisha yako, kwa kuwa utamwona Bwana akikupigania na kukushindia katika maisha yako. Mungu akubariki. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Mwalike na mwingine anayetaka kujifunza mambo ya Mungu
ili naye asipitwe na baraka hii ya kutembea na Bwana. In Jesus name, amen.